Femi alitoka nje ya nyumba na kuelekea moja kwa moja kwenye kliniki ya DNA. Rafiki yake alipendekeza. Safari ya kwenda kliniki ilikuwa mateso tupu. Ilikuwa safari ndefu zaidi ya maisha yake. Huenda mtu akaendelea kumwambia ageuke na kurudi nyumbani, lakini maneno ya marafiki zake yalimsukuma zaidi na zaidi. Na kabla hajajua alikuwa mbele ya zahanati. Femi alikabidhi sampuli zake kwa wanasayansi. Na alikadiriwa kurudi ndani ya masaa 24 kwa matokeo yake. Siku iliyofuata alirudi kwa matokeo. Akakabidhiwa matokeo kwenye bahasha. Femi alifungua bahasha ili kusoma yaliyomo. Hakuamini macho yake. Hofu yake kuu ilikuwa imetimia. Lakini jinsi gani? Junior hakuwa mtoto wake wa kumzaa. Alishika majibu ya vipimo huku mwili mzima ukimtetemeka kwa mshtuko. Ilikuwa ni kama alikuwa amepigwa na mkondo wa umeme na kimbunga kwa wakati mmoja. Femi alianguka sakafuni kwenye ukumbi wa kliniki. Wahudumu wa hospitali hiyo walimtazama tu huku wakionyesha kutokujali. Lazima walikuwa wakiona aina hii ya matukio kila siku na walikuwa wameizoea. Alijikongoja kutoka nje ya zahanati na kuingia kwenye gari lake na kuelekea nyumbani. Safari ya kuelekea nyumbani ilikuwa ya machafuko. Mawazo 1000 yalipita kichwani mwa Femi kwa sekunde. Sawa, nilimuoa akiwa bikira. Nina hakika nilithibitisha alikuwa bikira. Au alinidanganya? Baba mzazi wa mtoto huyo ni nani? Nilidhani alikuwa mwanamke mcha Mungu. Amewezaje kunisaliti? Amelala na mwanamume mwingine tukiwa tumeoana. Alijihisi